Kwa majina naitwa Shakuru Omari aka Chibo 47. Na kwenye The Reporter nimecheza nafasi nyingi sana. Mojawapo ni kama cameraman, kama editor, lakini pia kama graphics design. Graphics zote ambazo tunaona mwe ndani, basi mimi ndio nimehusika. Lakini pia kubwa zaidi nimecheza kama casting ndani. Kwa majina naitwa Shabani Mnomba. Kwenye hii movie nimecheza kama nafasi 3. Niko cameraman, niko editor, pia niko msanii. Kwa majina naitwa Baisi Mohamed na kwenye The Reporter nimecheza kama jina la Moga, na pia kwenye The Reporter mimi ni mwandishi wa story na pia ndio main character wa story ya The Reporter. Kwa majina naitwa Omari Marunda. Kwenye hii The Reporter nimecheza kama msanii wa kawaida, lakini pia ni movie director, yani kwa lugha nyepesi ni muongozaji. Majina naitwa Amosi Asmani Mwafi, ila kwenye movie ya Reporter nimetumia jina la Nunge. Wangu naitwa Ali Isa Aridi, jina la sanaa ni ya Bitoni. Kwa majina naitwa Shazibini Kuchika. Kwenye The Reporter nimecheza kama polisi. Naitwa Salum Fadhili. Kwenye Reporter nimecheza kama Nyaso. Kiukweli nimefanya baadhi ya movie, lakini kwa kucheza kama mhusika mkuu wa movie, hii ndio movie yangu ya kwanza. Kwa hiyo uzoefu wangu kidogo ulikuwa uko chini, ila nilipata ushirikiano mzuri na waongozaji wa movie, director na watu wengine, kwa hiyo nilifanya vizuri zaidi. Uzoefu na pili ulikuwa mkubwa sana kwa sababu story nilipitia mapema na script nilikuwa nayo kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo sikuwa na shida yoyote katika kucheza hii kazi. Uzoefu wangu kwenye project hii ni kubwa kidogo, lakini kwenye project nimeongeza vitu vingi sana kutokana na project hii ilivyokuwa. Kwenye project hii mimi sio mrefu sana, ndio kwanza mwana sanaa mpya. Kwa hiyo hivyo yani. Mimi binafsi nimeshafanya kazi nyingi sana na zinaendana na kazi kama hii. Kwa binafsi nilikuwa na enjoy sana wakati nafanya kazi kwa sababu nafanya kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Kwa hiyo uzoefu ulikuwa upo ndani ya damu yangu. Kwa nilikuwa nafanya kazi kwa uweledi kabisa. Kitu pekee ambacho kilinivutia kwenye The Reporter ni ubunifu wa story na casting ambazo zilikuwepo kwenye hiyo project. Vitu ni vingi sana, lakini kilichonivutia ni namna ilivyoandaliwa ile project yote na namna walivyopatikana wasanii. Kiukweli kila mmoja alikuwa na mwitikio wa kufanya ile kazi ya The Reporter kwa moyo wake wote mkunjufu. Ambacho kinivutia kulikuwa na story fulani hivi ambayo kali sana. Kwetu kwa story kama hizi ni mara moja sana watu ambao wanakuwa wanaziandika. Kwa mimi binafsi niliposikia story nikasema this is the kind of things ambazo nawaga napenda zaidi. Changamoto ilikuwa ni kubwa sana, na issue kubwa ni issue ya location, na kitu ambacho tulikuwa tunategemea kuhama location kwenda location nyingine ni tulikuwa tunatumia usafiri wa pikipiki. Tulitoka umbali kama kilomita 5, alafu pikipiki zote zilisha mafuta, kabisa tukokote. Ndio kitu ambacho changamoto ile tukuta sisi bwana. Changamoto ambazo tumepitia, changamoto zilikuwa nyingi, hususani wa vifaa, mfano vile vitendea kazi, ikiwemo kuna baadhi labda gari, kamera, taa, ni vitu ambavyo kidogo vilitoa changamoto kwenye production, lakini tulifanikisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kila kitu kilinyooka, kila ambacho tulikuwa kama tunataka kukwama, lakini mambo yalikuwa yamenyooka mpaka tumemaliza na kazi imeenda vizuri. Changamoto zilikuwa nyingi, lakini moja ya changamoto ambayo tulikuwa tumekutana nayo ni changamoto ya kutafuta location, kwa sababu kuna mtu ambaye tulimwandaa kwa ajili ya kuandaa location, lakini bahati mbaya ni kwamba akaenda kutupeleka location ambazo kwenye movie hazikuwa zinahitajika. Kwa hiyo ilichukua muda mgumu sana na muda mrefu sana kutafuta location nyingine. Mwisho wa siku Mungu ni mkubwa, tukawa tumefanikisha kazi hii. Upande wa production ni kitu ambacho changamoto ambazo pia ni nyingi, ikiwemo ni ukosefu wa vifaa ambavyo tulikuwa tunavihitaji sisi cameraman, lakini Mungu si asmani, tuliweza kuvipata na tukafanikisha kufanya hii project. Binafsi naweza kusema kati ya combination ambayo ilikuwa bora sana ni combination ya cast wa The Reporter na crew wa The Reporter, kwa sababu kwanza ni watu ambao tunafahamiana, watu ambao tunacheza pamoja, watu ambao tuna vision moja. Kwa hiyo ilikuwa kitu kikali kinoma sana. Ushirikiano ni mzuri sana ukizingatia kwamba wote tulikuwa tunafanya kitu ambacho tunakipenda. Kwa hiyo ushirikiano ulikuwa mzuri sana. Ushirikiano ulikuwa mzuri sana kwa sababu sisi wote ni familia. Kwa hiyo kila kitu kilikuwa safi. Ushirikiano ulikuwa ni mkubwa sana, na sisi kama waongozaji pamoja na crew yote ya makameramani tulikubali kupokea maoni pamoja na ushauri kutoka kwa wasanii wengine na tukaweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo ushirikiano ulikuwa mkubwa sana. Tukio la kumbukumbu
Yako mengi, ila nimekumbuka zile changamoto ambazo tumezipitia, nini, kuhangaika kutafuta vifaa, muda wa kula, vyakula vilikuwa vieleweki, nini, bajeti zilikuwa ndogo, kwa hiyo mambo yalikuwa mengi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo tulikuwa tumevipitia na ambavyo sio kuvisahau. Tuliishi maisha mazuri hivyo yani. Tukio ambao nalikumbuka sana kwenye seti, matukio yalikuwa ni mengi kama wanavyosema, ambao tuko nyuma ya kamera tunaona vitu vingi sana tofauti na msanii. Lakini katika tukio ambalo nilikuwa nalikumbuka sana ni tukio lile ambalo jambazi alienda kumkaba jamaa mmoja hivi ambaye kwa tunawashuti pale. Yule jamaa baada ya kumchukua yule mtuhumiwa bana, aliacha ebo pale chini. Kwa hiyo tukio nilikumbukaga chikaga sana. Tukio ambalo liliacha kumbukumbu ni ile tukio ambalo tulikuwa tunashoot scene moja, scene ya gari, na pili wataenda kuiona baada ya kutoka Zeripota. Kwa bahati mbaya ni kwamba tulienda eneo ambalo lina watu wengi sana. Sasa wakati tunashoot, yule dereva ambaye kwanza alikuwa anaendesha ile gari nilikuwa simwamini binafsi, na ile simu ilikuwa na watu wengi sana. Kweli nilikuwa naofia sana usalama wa watu, kwa sababu dua zilikuwa ni mbaya, ni nyingi sana. Sasa hicho kitu bwana, mimi binafsi tukio ambalo nalikumbuka sana nitadokeza kichwa, kwa sababu mwanzo nilimcheza kama kibopa. Kwa hiyo kuna sehemu ilibidi niongee natumia sigara, na kuna sehemu ilibidi nionyeshe nakunywa pombe kabisa, na ukizingatia mimi sio mtumiaji. Kwa hiyo niliumiza sana. Movie ya Zeripota kwanza imeleta utofauti mkubwa sana hapa kwetu Tunduru. Kwa hiyo naomba watu wasichoke kuitazama, na ina maudhui mazuri sana. Mimi nafikiri Zeripota ni movie ambayo imekuja kuleta mabadiliko makubwa sana katika jamii yetu ya filamu, kwa sababu ni movie ambayo imeelezea vijana wapambanaji jinsi inavyotakiwa wawe, na hii movie imeelezea namna ambavyo vijana hutakiwi kukata tamaa kwa ajili ya kufanikisha malengo yao. Kikoto kwetu sidhani kama kuna story best kama Zeripota. Zeripota ni movie ambayo kifupi mtu alika yoyote anaweza kuiangalia, na hauhitaji kuikosa kuiangalia, kwa sababu ni movie ambayo ina maudhui ya Kiafrika. Ni movie ambayo inampa kijana hususani uwezo wa kupambana, kujituma, kutokuwa na uoga. Ni movie ambayo imechezwa ikionyesha kwamba kama kijana mpambanaji hauhitaji kuwa muoga. Unapoamua kulifuata jambo lako, lifanye kwa uadilifu, haijalishi nani atakatisha tamaa. Kwa hiyo Zeripota hauhitaji kuikosa. Kwenye project hii walionishangaza ni wengi sana. Kanishangaza Nyaso, kanishangaza Baisi. Pia nimejishangaa na mimi mwenyewe, kwa sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza cameraman kucheza kwenye hii movie. Ni wakati mgumu sana kipindi nacheza hii movie. Nilikuwa nacheka sana muda wote. Kwa hiyo mimi mwenyewe nilijishangaa kwanza kwamba kumbe na mimi pia naweza, kitu ambacho ni mara chache sana siwezi kuigiza kwa kweli, siwezi kuweka, lakini nilifanya nilikuwa nafanyaje, naweza kucheza. Ni mimi mwenyewe, kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza, alafu naona nimeua na kila mtu kakubali. Kwa movie wengi walinishangaza, lakini alikanishangaza zaidi ni Ali ambaye alitumia kwa jina la Abi. Ni miongoni mwa cast ambazo zilichelewa sana kupata script na pia hata kujua kama kuna story. Alipewa muda mfupi sana wa kujiandaa, lakini mwisho wa siku akaua kabisa, yani akamaliza kila kitu. Kwa akafanya kwa ubora zaidi kama mtu ambaye amepewa muda mrefu. Kwa hiyo jamaa alinishangaza sana na mkubali. Kitu ambacho kilinishangaza ni ukuu wa Mungu, sababu yale tulioyafanya ni makubwa ukilinganisha na special ambayo tulikuwa nayo huko. Kwa hiyo hicho kitu ambacho binafsi kilinishangaza sana. Sikutarajia kama naweza kufanya mambo makubwa kwa namna hii kwa kipindi hiki. Kwa maoni yangu bwana, kitu ambacho kilinishangaza zaidi au mtu ambaye alishangaza zaidi ni kumuona cameraman mwenzangu anaweka kwenye seti na anaigiza. Tulipata wakati mgumu sana. Wakati ya sema pole nilikuwa nafurahi kwa sababu ni mshikaji wangu. Kwa hiyo mimi nilifurahi sana. Yaani nikate kitu ambacho nilikipenda sana. Matarajio ni makubwa sana, kwa sababu hata sasa hivi naona mwitikio kuanzia kwenye promo, tukipita mtaani kila mmoja anatamani aione hii kazi ya Zeripota. Kwa hiyo naamini kwamba watu watapokea vizuri sana. Matarajio ni makubwa sana kwenye hii filamu, kwa sababu project ni kubwa
waliofanya kazi pia ni watu wakubwa. Kwa hiyo hata promotion ambazo tunaziweka huko mtandaoni, huko mtaani, kila mtu anasema Zelipota. Kwa hiyo na imani wananchi wa Tanzania, wana Tunduru wataipokea hii kazi kwa mikono miwili. Matarajio yangu ni makubwa sana, kwa sababu tulitupia tu cover mtandaoni na status, ila kwa watu jinsi walivyolipokea lile cover, kwa naamini tukishaachia hii kazi matarajio yatakuwa ni makubwa sana. Matarajio yangu ni makubwa sana, na imani hii movie imeandaliwa vizuri sana na waandaji walitulia sana kwenye kuiandaa, na pia cast zote zimecheza vizuri. Kwa matarajio yangu ni makubwa, tunachohitaji ni support zenu tu. Matarajio ni makubwa sana kwa sababu kazi imesimamiwa na watu ambao ni professional, watu ambao wanajua nini ambacho wanakifanya. Kwa matarajio lazima yawe makubwa. Tuna watu wengi na naamini watu wataipokea kwa mikono yote. Zelipota ni movie kali sana. Zelipota ni movie moja kali sana, kwa hiyo utakiwi kuikosa. Zelipota ni bonge moja la movie na kutisha. Ni movie ambayo itajiki kuikosa kama mkao wa kula. Zelipota ni moja ya movie ambazo zinasisimua sana. Zelipota ni movie ambayo mimi najivunia. Black Vision Motion Pictures ipo kwa ajili yako. Stay early. Black Vision Motion Picture ipo kwa ajili yako. Black Vision Motion Pictures ipo kwa ajili yako. Black Vision Motion Picture ipo kwa ajili yako. Black Vision Motion Pictures iko kwa ajili yako. Black Vision Motion Picture ipo kwa ajili yako. Stay tuned. Black Vision Motion Picture ipo kwa ajili yako.